Kwa sadaka inaweza kufanya Mungu akagairi. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili tulipoangalia Samueli wa pili 24-25, Biblia inasema kilikuwa ni kipindi ambacho Mungu anaipiga nchi. Na wakati Mungu anaipiga nchi kwa tauni, Biblia inasema Daudi akaenda kwenye kiwanja cha Arauna, akasogeza sadaka mbele za Bwana, naye Mungu akairidhia ile sadaka, akairidhia nchi, akakomesha, akagairi mabaya yasiendelee. Kwa kumbe sadaka inaweza kuzuia mabaya yasije kwenye maisha yako. Unapokuwa na tabia ya kusogeza sadaka mara kwa mara kwenye madhabahu ya Bwana, kuna mabaya yanazuiliwa kwenye maisha yako, kuna magonjwa yanazuiliwa kwenye maisha yako, kuna misiba inazuiliwa kwenye maisha yako, kuna laana zinazuiliwa kwenye maisha yako, kuna uchawi unazuiliwa kwenye maisha yako. Ninataka mwaka huu kawe na tabia ya kusogeza sadaka, na kila mabaya yaliyopangwa na adui hayatakaribia kwenye malango yako. Kila mabaya yaliyopangwa na shetani hayatakaribia nyumba yako. Kama umenielewa itikia amina. Kama umenielewa itikia amina. Tikisa jirani yako, mwambie amina. Ukiona anazumba, mpige kofi la mgongo, mwambie Bwana anazuia mabaya, Bwana anagairi mabaya. Sema tena ndio. Halo. Kuna mtu ananielewa? Mungu akaiona ile sadaka akagairi. Kwa nini Mungu anagairi? Na watu wengine wanafikiri kwamba Mungu anagairi kwa sababu ya uzuri wa sadaka au kwa sababu ya sadaka. Mungu hatumuongi. Narudia tena, Mungu hatumuongi. Sadaka zetu isiyo ongo kwa Mungu, sadaka zetu isiyo rushwa kwa Mungu. Nilikwambia mwanzo wakati tunaanza, sadaka inawakilisha uchaji, hofu ya Mungu. Kwa tunasogeza sadaka, ndio usifikiri hizi 1,000, 10,000 zetu hizi zinamvuruga Mungu akili. Mungu anaangalia ule moyo ulionao unapoisogeza sadaka. Naona niko peke yangu hapa. Anaona moyo wa uchaji. Anamwambia Ibrahim, nimejua sasa kuwa unanicha kwa sababu hukunizuilia. Kwa unapotoa, Mungu anaona kabisa kama mtu huyu ameweza kuiachia 10,000 yake, hajaweza kuizuia 10,000, manake nina thamani kwake kuliko 10,000. Mtu huyu ananicha mimi, mtu huyu ana hofu yangu. Sadaka inaonyesha upendo. Unaposogeza sadaka, Mungu anajua kweli mtu huyu ananipenda. Sadaka inaonyesha unyenyekevu. Unapotoa sadaka, Mungu anasema hakika mtu huyu amenyenyekea kwangu. Sadaka inawakilisha ibada. Unapotoa sadaka, Mungu anaiona ibada. Mungu haioni hela. Katika ulimwengu wa mwili wewe umeshika 10,000. Katika ulimwengu wa roho Mungu anaona ibada yako. Katika ulimwengu wa mwili umeshika 5,000. Katika ulimwengu wa roho Mungu anaona unyenyekevu. Katika ulimwengu wa mwili umeshika 10,000. Katika ulimwengu wa roho Mungu anaona uchaji. Naongea na watu wa Mungu hapa. Kwa hiyo nataka tunapozungumzia hapa habari ya sadaka, usianze kufikiria kwamba huyu pasa anazungumzia hela la Mungu. Kuna mtu mmoja akaniambia, unajua Mungu, nilikuwa nimeenda gereji, alafu nikakutana na mtu mmoja naye kaja kutengeneza gari. Akasema, unajua sasa hivi kwa nini yani Mungu wetu sasa hivi anawathamini wenye hela, watu wasio na sadaka Mungu hawaangalii. Amen. Nataka uelewe kitu kimoja. Mungu hasumbuliwi na hela yako, wala Mungu havutiwi na hela yako, wala Mungu hatikiswi na hela yako. Uwe nayo usiwe nayo, kwa Mungu hiyo sio shida. Mungu anautafuta moyo wako, na ili aupate moyo wako, kuna wakati Mungu anatakiwa auondoe moyo wako kwenye kitu aulete kwake. Kuna mtu hajanisikia. Ibrahim amepata mtoto, na moyo wa Ibrahim ukawa kwa nani? Kwa mtoto, kwa sababu ni mtoto wa uzeeni. Amempata akiwa na miaka 100. Amen. Sasa huyu mtoto ndio kila kitu kwa nani? Kwa Ibrahim. Kwa
nafasi ya Mungu kwenye moyo wa Ibrahim akawa amekaa Isaka. Sasa Mungu anamtoaje Isaka kwenye moyo wa nani? Wa Ibrahim. Mungu anamwambia Ibrahim, ninataka umtoe Isaka awe sadaka ya kuteketezwa. Tumeelewana bagabu? Je, Mungu anamtaka Isaka? No. Mungu anataka moyo wa nani? Ila moyo wa Ibrahim umetawaliwa na nani? Ibrahim alipomchukua yule mtoto na kumpeleka kule mlimani, akanyanyua kisu anataka kummaliza, ndio Mungu akajua Isaka ameshaondoka moyoni. Anamwambia Ibrahim, usimuue we mtoto. Sasa nimejua kwa unanicha, nafasi yangu ipo. Muache we mtoto, tafuta kondoo, toa sadaka. Wewe moyo wako uko kwenye hela, na Mungu anataka itoe hiyo hela kwenye moyo wako. Ndio maana wakati mwingine anakuambia itoe hiyo 10,000. Haleluya. Haleluya. Siku ambapo Mungu atakuwa na nafasi kuliko hela kwenye moyo wako, utauona wema wa Mungu katika ibada zako. Utauona utukufu wa Mungu katika ibada zako. Kama umenielewa sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Kwa Mungu si tu anataka pesa, Mungu anataka moyo, na moyo wako umeshikamanishwa na nini? Na pesa. Haleluya. Sema tena amen. Sadaka itakupa ushindi katika vita. Sadaka inaweza kukupa ushindi katika vita. Utasoma kitabu cha Waamuzi sura 20:26 mpaka 28. Hilo hatutasoma. Haleluya. Israeli waliingia katika vita kati ya Israeli na Benjamini. Hawa ni taifa moja, lakini Benjamini kabila dogo, alafu makabila 11 yakawa napigana na kabila moja la Benjamini. Vita ilikuwa kali. Israeli wakaenda kwenye vita mara kwanza wakashindwa. Na walienda kwenye maombi wakamwambia Mungu, je, tuende? Mungu akasema nendeni, wakashindwa. Wakaingia kwenye maombi ya awamu ya pili, wakaenda kwenye vita wakashindwa. Wakaingia kwenye maombi ya awamu ya tatu, wakaenda kwenye vita wakashindwa. Wakaenda kwenye maombi ya awamu ya 4, wakaomba na kutoa sadaka. Haya maombi yote walikuwa naomba bila nini? Sauti imekuwa ndogo, bila nini? Wanaomba na kuondoka, wanaomba na kuondoka. Lakini haya ya awamu ya mwisho, waliomba na kumsogezea Mungu sadaka. Biblia inasema walipomwambia Mungu twende, Mungu akawaambia nendeni, na akawapa mbinu ya kushinda. Kilichotofautisha maombi ya kwanza na maombi ya mwisho ni sadaka. Na walipoingia katika vile vita, Mungu aliwapa ushindi. Ni maombi yangu na dua Mungu akakupe ushindi mwaka huu katika vita yoyote. Kila vita utakayopitia mwaka huu Mungu akakupe ushindi. Maadui wanapoinuka wakati mwingine usingangane kwenye maombi mazito, sogeza sadaka juu ya vita yako. Wameinuka kinyume cha biashara yako, sogeza sadaka kwa ajili ya biashara. Na mwambie Mungu, ninasogeza sadaka hii kwa ajili ya biashara yangu. Kila anayeshindana na biashara yangu, Bwana ukashindane naye. Ninataka nikwambie vita sio yako, vita ni ya Bwana. Utaona adui zako wanaanguka mbele yako. Utaona adui zako wanarudi nyuma mbele yako. Utaona adui zako wanakuja kwa njia moja na wanatawanyika kwa njia 7. Wanainuka mara moja na wanaanguka mbele yako. Wanainuka kupambana na wewe na wanajikuta wanaanguka mbele yako. Ninasikia kutabiri juu ya watu hapa, kila adui atakayeshindana na wewe mwaka huu anaenda kuanguka. Kila vita itakayoinuka kinyume na wewe mwaka huu inaenda kuanguka. Kila adui zako watakimbia mbele yako. Wanaoinuka kinyume cha nyumba yako wanaenda kuanguka mbele yako. Wanaoinuka kinyume cha ndoa yako wanaanguka mbele yako. Watakaoinuka kinyume cha afya yako wataanguka mbele yako. Watakaoinuka kinyume cha watoto wako wataanguka mbele yako.
Nisaidie kutafuta watu watatu, wape tano za juu, waambie wataanguka kwa ajili yangu. Bwana amenituma nikwambie wataanguka kwa ajili yako. Sitaki kujua wamekuja kwa njia ngapi, ninajua naondoka kwa njia 7. Kila shimo atakalochimba litawazamisha wenyewe. Kila silaha itakainuka kinyume cha maisha yako haitafanikiwa, haitafanikiwa. Kila ulimi utakaoinuka kinyume cha maisha yako hautafanikiwa, utahukumiwa kuwa mkosa. Sema tena amen. Mwaka huu vita Mungu anakushindia. Mwaka huu vita adui zako wataanguka mbele ya macho yako. Nasema mbele ya macho yako. Inua sauti yako, sema mbele ya macho yangu. Inua sauti yako, sema mbele ya macho yangu. Ninakutangazia katika jina la Yesu, wataanguka mbele ya macho yako. Wataaibika mbele ya macho yako. Watarudi nyuma mbele ya macho yako. Ninaona adui zako wakirudi nyuma. Ninaona adui zako wakilitilite, wakirudi nyuma. Hawataweza simama mbele yako. Hawataweza simama mbele ya nyumba yako. Hawataweza simama mbele ya ndoa yako. Hawataweza simama mbele ya biashara yako. Hawataweza simama mbele ya kazi yako. Hawataweza simama mbele ya maisha yako. Unaona adui zako wakiinuka na kuanguka mbele yako, wakikimbia mbele yako kwa jina Yesu. Biblia inasema naliwaona ni kama kondoo waliokosa mchungaji. Ninaona adui zako wakitawanyika kama kondoo waliokosa mchungaji. Ninaona adui zako wakitawanyika kama kondoo waliokosa mchungaji. Mimi sitaki kujua wamejipanga kwa muda gani. Ninachojua watakimbia mbele yako. 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 Sema tena ndio. Haleluya. Ndio maana kuna wakati mwingine mtolee mtu sadaka. Nakwambia anashindana na wewe, acha kupambana naye kwa mdomo. Mwende kwenye madhabahu, isogeze sadaka. Acha Mungu au muamuzi kwenye madhabahu yako. Kwa hiyo niwaambia watu wengi wanaoshindana sisi katika ulimwengu wa giza wanatutoleaga sadaka. Ni kwamba hujui tu. Mtu anaweza katoka hapa akakuendea msitu wa tembo na akakutolea kuku, akakutolea mbuzi kule, anakusogezea sadaka. Hautaki kunielewa? Mtu anaweza akaenda akamtolea mume wako sadaka. Wewe unakuja hapa, mtumishi wa Mungu, mimi naomba maombi. Sogeza sadaka. Amtaki tena. Amtaki tena. Haleluya. Hii dunia wapendwa inatanguliwa na ulimwengu wa roho. Kama uwezi kuvipiga vita vya ulimwengu wa roho, mimi nataka nikwambie hivi, utaanguka kwenye hii dunia unajiona. Haleluya. Watu usogeza sadaka. Mtu anaanza kushindana nawe kwenye vita akakusogezea sadaka kwenye madhabahu yake. Na sisi tujifunze kusogeza sadaka. Watu wamekuinukia kazini, wana vita, wanataka kupambana nawe kukung'oa kazini. Sogeza sadaka juu ya ajira yako. Ili achile sadaka ipigane kwa niaba yako. Achile sadaka iongee kwa niaba, kwa sababu sadaka huwa inaongea. Sadaka huwa inafanya nini? Hata wewe ukinyamaza sadaka itaongea. Hata wewe ukiwa kimya sadaka itaongea. Kuna wakati wewe nyamaza kimya, acha sadaka iongee kwa niaba yako. Kwenye kitabu cha Waebrania anasema hivi, anasema Abili alisogeza sadaka na akashuhudiwa, zikashuhudiwa sadaka zake. Ijapokuwa amekufa angali akinena. Yaani unatoa sadaka na bado unanena. Hata ukifa wewe sadaka inaendelea kunena. Sema tena amen. Sema tena amen. Haleluya. Haleluya. Jifunze kusogeza sadaka. Sadaka iongee kwa niaba yako. Sadaka iongee kwa niaba ya watoto wako. Sadaka iongee kwenye vita vyako. Haleluya. Haleluya. Vita. Kuna andiko moja nitakupa siku nyingine. Kulikuwa na vita katika Israeli, kwa amemvamia mfalme mmoja, wakapigana naye vita. Biblia inasema yule mfalme
alipoona vita imekuwa kubwa, alikuwa anaitwa Adonibezeki. Alipoona vita imekuwa kubwa, akamtoa mtoto wake sadaka. Biblia inasema akamtoa mtoto wake atakayelisi kwenye nafasi yake, akamtoa sadaka, alafu vita ikakoma. Huyu mtu aliikomesha vita kwa sadaka.